TV langu jina ni Joseph Johannes, niko na shabiki lialia kabisa, shabiki mpendwa la Yanga Africans. Nitakwenda kuungana naye na kuongea naye machache kuhusu dabi ambayo imekuwa ni kizungumkuti katika nchi yetu ya Tanzania. Bwana, mambo vipi? Bwana, mimi niko salama kabisa. Ndio, vipi kuhusu dabi? Hatuchezi imeongezeka hadi hatuchezi ng'o. Yes, hatuchezi ng'o ina maana kubwa sana. Huu ni msisitizo wa kwamba mpira wetu tufuate kanuni, sheria na kanuni, sheria na taratibu za mpira. Vitu hivyo visipokuwepo, maana tunarudi sasa kuharibu mpira. Ndio maana tunasema hatuchezi ng'o kwa msisitizo mkubwa. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kitu kimoja, bodi ya ligi TFF waje na majibu kwa wadau wa mpira. Bodi ya ligi TFF waje na majibu kwa wadau wa mpira. Simba aliandika barua kwamba anataka kuona aliwazuia wao kuto kupata haki yao ya mwisho wa mazoezi tarehe 8 mwezi wa 3, anachukuliwa hatua na atakuwa tayari kucheza mchezo unaofuata dhidi ya Yanga. Kwa hiyo na sisi kama sisi wana Yanga tunakubaliana na ile kauli kwamba tunahitaji yule aliyesababisha mchezo wa tarehe 8 kuto kucheza achukuliwe hatua, tucheze basi. Kwa hiyo mko tayari bodi ya ligi ikitoka hadharani na kuomba msamaha na kutoa sababu ambazo zilisababisha tarehe 8 mchezo kuahirishwa? Sioni sababu ya kwamba yeye aombe msamaha. Kwani yeye ndio amekosea? Kama amekosea sawa, aje hadharani aombe. Ila kama yeye anaona yupo kwa ajili ya kusimamia na kutekeleza kanuni, sheria na taratibu za mpira ambazo zimewekwa na wadau, basi afuate. Nini kinatakiwa? Kwa hiyo sisi tunahitaji wale waliotambulika wakimzuia Simba kuto kupata haki yake ya mazoezi ya mwisho, wale wachukuliwe hatua. Wale wachukuliwe hatua. Mimi niko tayari kucheza na Simba. Na pia hatima ya viingilio vya wadau wa mpira waliolipia tarehe 8 inakuwaje? Waje na majibu. Naam, huyo alikuwa ni mchele Yanga na jina Joseph Johannes, lakini sijawaacha wanarunya wenyewe, wana Msimbazi, wekundu wa Msimbazi Simba. Niko naye hapa sasa sababu kabisa kuhakikisha mambo yanakuwa yako sawa kabisa, hatumwachi yeyote. Naam, karibu sana rafiki yangu, mtazamaji anatamani kulisikia jina lako. Habari, kwa majina naitwa Mustafa Rikuti, natokea kwa Mombasa, almaarufu mzee wa kunichora, mzee wa Simba Sports. Najua Uchebe bwana kazungumza vitu vizuri. Kasema kwamba yeye anataka kujua wale nani waliofanya fujo. Vitu viko wazi. Mimi namkumbusha tu mechi ya Simba Sports wakati anacheza na CS Faction ya Tunisia. Wale Waarabu walianzisha vurugu wao. Baada ya mechi kuisha, aliona mwenyewe kitu gani kilitokea. Simba alipigwa faini. Kwa sababu gani? Alipigwa faini kwa sababu sisi ndio timu mwenyeji. Ndio tumeandaa mchezo, kila kitu tunahusika sisi. Kwa maana yake sisi kama tumeenda kufanya mazoezi kama kanuni zinatuelekeza siku ya tarehe 7, kama tulifanywa fujo, hakuna swali lolote wala sijui shida yoyote wala kujiuliza kokote, usijiulize bana alianzisha fujo ya kufanyia Simba ni watu wa Yanga. Hilo mbona liko wazi? Kwa hiyo usipate shida ya kujiuliza. Unajiuliza nini wakati ushajua timu mwenyeji ndio Yanga? Kama sasa hivi wanapokuambia Yanga African Model Taarabu, wao ndio wanahusika kila kitu chochote kile kinachohusiana na mechi ya tarehe 15 kwenye maandalizi yote. Sasa ikitokea tarehe 14 Simba inaenda kufanya mazoezi tena siku moja kabla ya mchezo, wakifanywa vurugu wanahusika nani? Simba wanajiandaa na dabi, lakini Yanga wao wanasema hawachezi. Hii kwenu, kwa upande wenu, haiwaathiri kwa saikolojia viongozi pamoja na wachezaji? Sisi haiwezi kutuathiri. Sisi tunachofanya, sisi tunajiandaa na mchezo kwa sababu tunajua katika ile ratiba za mechi zetu tuna mechi 3. Tuna mechi tarehe 15 na tarehe 18 na tarehe 22. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwa sababu mechi ya tarehe 15. Kama yeye anataka kuleta jeuri zake yeye, sisi hatuwezi kumkataza. Sisi tunachojua sisi tarehe 15 tunacheza na Yanga African Model Taarabu. Wana nakshi. Naita Yanga African Model Taarabu kwa sababu moja, kwa sababu hawa wana majina. Yanga najua na majina mengi. Jina la kwanza, wakiwa na pesa wanajiita Yanga African Model Taarabu. Wakiwa hawana pesa, timu ya wananchi. Wakikosa ubingwa wanasema mabingwa wa kihistoria. Hawa ndio wana majina mengi sana. Timu ambayo ikubali kwamba mpira ni mchezo wa makosa. Mpira ni mchezo wa kufunga, kushinda na kudraw. Kwa hiyo tunawaambia kwamba tarehe 7 ule mechi ya tarehe 8 kuto kucheza, msababishi mkubwa ni Yanga African Model Taarabu. Hamna kupepesa macho shehe wangu. Bora tuna vitu ambavyo viko wazi ambavyo mtaweka makando, vitu ambavyo vinaonekana viko wazi tu. Wao ndio sababisho kubwa, ndio maana hata TFF wanatumia nini? Busara. Naam, ni maneno ya
mashabiki wa pande zote mbili wakiongelea kuhusu dabi hiyo, lakini acha tuone wanapoendelea kuvuja ili tuone kitakachokuja kutokea. Jina langu ni Joseph Johannes, endelea kufuatilia habari nyingi kabisa kutoka hapa Dogoso TV.